Karibu tena mtazamaji wetu, tuendelee na habari zetu kwa sasa. Polisi nchini Kenya wanawashikilia wanaharakati 5 waliojaribu kufanya maandamano mbele ya ofisi ya ubalozi wa Tanzania jijini Nairobi Jumanne Disemba 9. Wanaharakati hao wakiongozwa na Fredrick Ojiro, Julius Kamau, Meset Mboya, Lechuma na Shem walikuwa wakitaka maelezo na uwajibikaji kuhusu madai ya mauaji yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa urais nchini Tanzania uliofanyika Oktoba 29. Mmoja wa wanaharakati hao, Geoffrey Mboya, alieleza kuwa maandamano hayo yalilenga kuonesha mshikamano na kuunga mkono wananchi wa Tanzania dhidi ya kile wanachokieleza kama uongozi mbaya wa Rais Samia Suluhu Hassan. Tuko hapa kuwakumbusha viongozi wa Tanzania kwamba tunasimama na wananchi wao. Tunataka ukweli kuhusu matukio ya ghasia na mauaji yaliyofanyika wakati wa uchaguzi, alisema Bwana Mboya muda mfupi kabla ya kukamatwa kwake. Tanzania yetu, jumuiya, Tanzania yetu, jumuiya, tuikomboe utamaduni na viwanda vyetu, utamaduni na viwanda vyetu. So we are here on behalf of our brothers and sisters who have been denied their right to peaceful assembly, their right to speak out. We are here now to speak out on behalf of the people of Tanzania. Hatua ya polisi wa Kenya kuwakamata wanaharakati hao inajiri huku kukiwa na utulivu mkubwa katika nchi jirani ya Tanzania. Maandamano yalitarajiwa kufanyika katika miji mbalimbali nchini Tanzania, lakini taarifa zinaeleza kuwa ni maandamano madogo tu yaliyoshuhudiwa katika jiji la Mwanza. Kukamatwa kwa wanaharakati hao kunazua maswali kuhusu uhuru wa kujieleza. Je, hatua hii inaweka kikomo cha wanaharakati wa kanda kuhoji masuala ya utawala bora katika nchi jirani? Mahusiano ya kidiplomasia. Je, tukio hili linaathiri mahusiano ya kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania? Chanzo kimoja cha habari kimesema wanaharakati hao wanashikiliwa katika kituo cha polisi cha jijini Nairobi na bado hawajashtakiwa rasmi. Kumbuka kuwa tutakuwa na majadiliano kuhusiana na hili ambapo tutajiuliza maswali. Je, hatua hii inaweka kikomo cha wanaharakati wa kanda kuhoji masuala ya utawala bora katika nchi jirani? Na je, tukio hili linaathiri mahusiano ya kidiplomasia kati ya Kenya na Tanzania? Kumbuka kuwa mtazamaji wetu, unaweza kutuma maoni yako kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram na YouTube @Msandu TV.